wa mwisho ndimucokerie ngatho nĩndũ wa gũcagũra kamwana gaka kanini ta mũmbunge wanyu. Hĩndĩ gokire mbunge magatioĩ ũndũ, na nĩkĩo maiguaga gĩtwo Kagege, tondũ wokaga akĩenda gũthi kĩoro akaingĩra riko rĩa mbunge akĩenda gũthi assembly wako akaingĩra cioro cia atumia. No rekei ndĩmwĩre ũrĩa wagetire Kagege ũmũthĩ ũyũ ndarĩ gĩtĩ-inĩ, no ũmũthĩ ũyũ eki rĩu mbunge nĩko karauga, mbunge nĩko karonia andũ arĩa angĩ kĩoro nĩ gĩkĩ na riko nĩ rĩrĩ, atĩ ũmũthĩ ũyũ nginya bara iria cianyu citekĩrĩtwo rami, atĩ ũmũthĩ nĩ rami irekĩrwo kũhĩtũkĩra kamũndũ getagwo kĩ Kagege. Rekei ndĩmwĩre kaba mũcagũre Kagege karamũrutĩra wĩra ũkĩra Kĩgege gĩtararuta kĩ. Ngai amũrathime, Mungu awabariki, asanteni. Amashukuru no wathukia no ti oro. Mukindora mwana hana Kagege inyue na mũkauga aya mheshimiwa kwenya thuku kuma Nyandarua onwe mũmbunge ũmwe mũrata wakwa mũno itarĩ ndaingĩra siasa, na niwe wari mũndũ wa mbere waziri. Kama kuna mtu alinitandika wakati wa by election anaitwa Kwenya Thuku, nikamwambia leo lazima akuje alipe deni ya urafiki na ambie watu wa Kiambu pole kwa kundirima. Karibu Kwenya. Thank you muno mheshimiwa Kawanjiku, waziri wetu wa usalama, viongozi wa kanisa na Wakristo wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Inulieni mkono. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii kuwa katika nyumba hii ya Bwana. Jambo la pili, kwa sababu ya muda, kama jinsi ambavyo mheshimiwa Kawanjiku amemwambia, yeye ni rafiki yangu sana wa dhati wa siku nyingi. Lakini pia kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Moi, alisema ya kwamba kuna wakati ambapo ufika urafiki na siasa unaziweka kando, unatofautisha kati ya urafiki na siasa. Sababu moja ambayo ilifanya tugongane sana, mimi ule Kinango nimechaguliwa na chama cha Jubilee, and I am the only survivor. Wakati alipokuwa anapigania kiti, mimi nilikuwa pande hii na yeye ako pande hii. Nilikuwa na jamaa moja hata sikumbuki jina lake, alizama. Na Mungu asifiwe kwa sababu rafiki yangu alipata nafasi. Na tangia alipopata nafasi amekuwa rafiki wangu wa dhati. Tumeendelea sasa, tuko safari moja na watu wa Kiambu. Hapa hamkukosea. One thing that is so amazing about Kawanjiku is that he is the happiest member of parliament. Kama kuna mtu wa raha, mtu ambaye wakati amekasirika bado anacheka. Kama sasa nimemwangalia hapa wakati alikuwa anapambana na mambo ya Kiambu, nimeona Kiambu kuwaka moto, bado ako na raha. Na kwa hivyo he is one of the best members of parliament that we have, and we would wish ya kwamba nyinyi watu wa Kiambu muendelee kumshikilia. Jambo la mwisho, CS, ukweli ni kwamba mambo mengi yamesemwa na umefanya kazi nzuri, but so very passionately I want to make this plea to you. I've been dealing with this issue of Lamu, nimeipeleka mpaka kwa kamati yetu na watu wetu wameumia sana. There are so many deaths. Kuna watu wanachunga kwa mashamba ya watu wetu wakisema ya kwamba hao ni wageni na kuna indigenous people. Na tunajua katiba imepatia kila mtu haki ya kuishi mahali popote ambapo amechagulia hapa Kenya. I would wish that the Professor Kindiki, our CS Interior, ukubali tu chukua jambo hili, jiwekelee kwa mabega yetu, utuokolee wale watu wanateswa kule chini kule Lamu. This is a serious matter, it's a painful matter, because it is true that there's no doubt there is something that is happening in terms of ethnic profiling and ethnic cleansing, and we know the people who are behind this, and we are going to stand kwa mlima tutangaze na tuwaite kwa majina yao kwa sababu wanajulikana. Tunaomba CS kama viongozi wa mlima uingilie kati ili tuokoe watu wetu waache kule Lamu. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki sana. Tumekuja ili tushikilie kanisa hili, tulijenge, tupake rangi, tufanye kila kitu kanisa hili liwe la kufana. Mungu wa amani awabariki sana. Tupigie mheshimiwa Kwenya makofi. Naambiwa ya kwamba tuko na my directors wengi ambao wamekuja kuleta waziri siku ya leo. Kama wewe ni director ama chairman wa parastato, simama tu mahali ulipo, wave,
ndio pia waziri ajue mko area. Tuko na Maina wa Remuru wako pale, tuko na director mwingine, tuwapigie makofi mazuri. Asante sana waziri. Nimalizie pia kuunga hao mkono, niseme tafadhali, watu wetu ndio wako wengi kule Ramu, na tumeona picha ambazo zinasumbua sana mpaka akili ya kwamba wamekuwa wakichinjwa usiku na mchana, lakini tunakuamini na tunajua uko na mpango na kuna kitu unafanya. Siku ya leo wacha watu wetu wa Ramu wasikie tukiwatetea ya kwamba ufanye juhudi vile ambavyo umetengeneza Baragoi na Laikipia, pia watu wa Ramu wakuwe na amani, maana tumesema kila mtu ako na uhuru wa kuishi mahali popote katika taifa letu la Kenya. Ama ni uongo? Hapa tuko na Wakisii, hapa tuko na Wajaruo, hapa tuko na Wabaruhia, maana sisi ni Kenya moja na tunaishi kwa amani. Ya mwisho waziri, hawa watu kuna wimbo waliimba sana, ungesikiza, maana niliona ulikuwa karibu uruke juu, nikaona Kashuri akikwambia tulia tulia usiluke juu, wewe ni waziri wa interior. Maana hiyo wimbo ilikuwa imeingia, na tukushukuru waziri, maana ulitupatilia huyu kijana wetu kazi. Kashuri simama juu, anaye ni PA wa Profesa Kithure Kindiki, tusimame tumpigie makofi. Waziri amefanya vizuri, amechukua mmoja wetu kutoka hapa Kiambu, na tunakushukuru sana. Maana wakati mimi nakujanga kwako hapa, wakati na network najua uko busy, natafuta Kashuri na mwambie unajua utarudi banana, unajua jeshi ya banana niko nayo. Kwa hivyo Kashuri ananiambia wacha tupange maneno namna hii mpaka inaingiana. Waliimba wimbo wakasema mathena mathietego thira, na ukaona wameruka juu sana wakati hiyo wimbo ilikuwa inaibwa. Walikuwa wanasema shida zao za kujenga hii kanisa, harambe mingi wamesubiriwa na reverend na hakujawahi toka mgeni nje. Leo wanaona kama shida zao zote zimeisha. Ni magane maheni madhira ni madhira, na tu hebu jipigeni makofi kwa sababu ya kazi nzuri mmefanya. Hamjaita mgeni kutoka nje, lakini leo tumesema tutajaribu mahali tutaweza, na hapo pengine pia najua waziri atashirikiana na sisi mpaka tuhakikisha kwamba hii kazi nzuri imeisha. Kwa hivyo tusimame tumkaribishe waziri wa interior, waziri Profesa Kithure Kindiki. Karibu sana waziri. You know, when he was doing campaign last year, and I prayed that he may come in, but I told when you come in, ukumbuke Ndendero. Ndendero sometimes is forgotten. Si ndio? Ndendero imesaulika sana. Ndendero imesaulikana na wale wamekuwa pale mbele. Kororia abotia guthenia mheshimiwa thikiriria ndiroiga. Ndendero has been forgotten. Hata tukichaguana Ndendero imekuwa ikiwachwa nyuma. Na maendeleo yote yanaenda pande zile zingine, lakini huku kuna watu wengi sana. Na nikamwambia mheshimiwa, ukiingia utukumbuke. Na jambo moja nilimwambia, haja ya hii shule yetu. Na nikamwambia hii shule yetu tunataka ibadilishwe na tuwekewe kiwanja mzuri, sababu kuna matope. Na nikamwambia jambo moja, umefanya huyo wakati ulikuja miezi michache, uliuplift ile pande ya juu. Hii ingine usiuplift, tubomoe hizi vilasi, tujenge za gorofa. Lakini hakunisikia, alipenya kidogo kidogo. Tarehe mwezi wa Juni nikaona vilasi zimeanza kupakwa rangi. Sasa nikauliza zinapakwa rangi ya nini? Tulisema tubomoe hizi tujenge za gorofa. Sasa tukakutana kule Kiambu, nikamwambia nimekuita harambee nyingi kanisani na huji. Kaniambia mchungaji usijali, nimekuwa nikikufikiri sana. Wewe na Archdeacon Lois, una harambee siku gani? Nikamwambia sina harambee nilikuwa nimefanya, lakini nitafanya. Akaniambia na rafiki wake anataka kuja hapa. Tulipoachana kidogo, nikaangalia dare yangu, nikampigia simu, nikamwambia weka tarehe 8 mwezi wa 10. Tukaachana naye. Baada ya wiki moja akaniambia hiyo mambo ni shwari, waanze kujipanga. Lakini amekuwa amenyamaza sana. Mimi sijui kama nitajiandaa, lakini Friday alipiga simu na akasema bado tunakuja. Tumekufurahi kwa sababu umehitimiza. Mheshimiwa, sasa jukumu ni yako, chukua kiwanja. Mimi nimefanya yangu. Sasa ukiweka CS hapa, CS anataka kuenda Kisumu. Ukimweka hapa, sasa ni wewe. Asante, karibu mheshimiwa. Kuiburi wacha kupigia waziri kelele. Nataka waziri asikie hii yote. Si ndio?
Nimeshtakiwa sana na mingi. Pigie Reverend makofi, Reverend Kinyanjui. Kusema ukweli, kanisa, viongozi, waziri wetu wa usalama, waziri Abraham Kidiki, niseme asante sana kwa kukubali kuja kuwa nasi siku ya leo. Waheshimiwa wote ambao nilipigia simu na pia nikawaambia leo niko na function na lazima mnilete, na wamekuja kwa wingi. Tupigie waziri makofi na wageni. Na niseme asante sana Reverend Kinyanjui, maana zamanga dawa ya deni. Dawa ya deni. Nakumbuka wakati tulikuwa tunafanya by election waziri. Najua wewe ulikuwa wale team ilikuwa pale nyuma ya kuhakikisha mambo inasonga hapa Kiambu 2021. Tulikuja hapa kuomba kura. Wakati huo mambo ilikuwa ngumu zaidi. Serikali haikuwa na sisi, lakini Mungu na wananchi walikuwa na sisi. Na tukakuja tukaomba kura hapa sana. Na Reverend akasema dakika 1-2 muombe kura. Na tulikuwa tunasomea pale kanisa ile ingine, na nikamwambia, tukasema tukishinda tutafanya nini? Tutarudi. Na kusema ukweli, Reverend amenisukuma, ameniita harambee mingi, maana pia tuko na makanisa mengi hapa kwetu Kiambu. No tugaga yashi arama hadha yogithagia ke yogithagia mothe, na kwa sababu tulisema tukishinda tutakuja. Hatukusema ni lini, lakini tulisema tukishinda tutakuja, si ndio? Na sasa ana tumekuja. Reverend, tunashukuru sana kwa kutupatia hiyo nafasi. Niliongea na waziri senator, niunanegenera waziri senator, niunanegendia waziri senator. Nataka waziri asikize. Uachane na waziri kwanza leo, uachane na yeye ndio asikie ile maneno nataka kumwambia. Na kusema kweli, tuko na mahali kwingi tunataka kuomba msaada, na kwingine unafungiwa, kwingine unaambiwa nitakuja, kwingine hata wakati wa kukuja unakosa. Lakini tumekuwa tukiongea na waziri na alinihakikishia tarehe 8 usikuwe na wasiwasi. Sasa mimi Reverend, ukipiga magoti, mimi nilikuwa napiga magoti na nalala chini. Zili ya kwamba maana ni waziri wa usalama, asipate jambo lingine aniambia my friend umezama. Nilikuwa nashindwa nitaambia. Nilikuwa naambia, unasikia Reverend venye anasema, najua Reverend Kinyanjui ni mzuri and he's an administrator. Nilikuwa nashindwa sasa nitamwambia nini waziri akiniambia hakuji. Sasa mimi nilikuwa naomba tu. Waziri wakati aliniambia maombi yako ni kama inaingiana, wewe zidi kuomba. Tuone kama hiyo sitakuwa na rais kule Kisumu. Sasa wakati nimeona rais amesema anaenda Kisumu, nilikuwa najishikilia. Nikaambia wewe Mungu, maana unajua na watu sione kama mimi huwa ndanganya. Wewe ushikilie waziri asipatwe na jambo la kwenda Kisumu. Lakini kusema ukweli, tunakushukuru sana kwa kutafuta nafasi. Alikuwa ameniambia hata nikisipokuja nitumane, si ni sawa? Nikamwambia hapana, sio sawa. Dendero kanisa akujawahi fika CS wa interior, wewe ndiye wa lazima tuhakikisha tumemake hiyo history katika hili kanisa letu la Dendero. Amendanganyana kore kwa Kinya CS wa interior githeti hedi ya Kinya arehetwo ni Kawanjiku na mwagithaka na inyue mutihura rohe. Reverend, niseme ya kwamba hiyo kazi ulinipatia na kibarua mimi nafanya. Na nakumbuka ukiniambia mambo ya Dendero. Na ni vizuri maana umenishtaki kwa raia pia deteterehani ni devitore. Githeti guo matika yako ligo oyo taigua Reverend kari mundu wa muthemba gani. Githeti guo mimi mashule zetu najua Reverend zimekuwa mbaya. Na pesa yetu ni kidogo. Mashule zetu ni mingi. Mimi niliamua kwanza tuzifanye innovations. Maana hatuwezi jenga zote za gorofa. Lakini na kuahidi hiyo mpango bado iko. Tumalize innovations kidogo ndio watoto waweze kusomea mahali pazuri, then sasa ndio tuendelee hapo pengine pa kuhakikisha ya kwamba tumejenga mashule zetu za gorofa. Pengine sitaanza na Dedelo, lakini nimekuja kutengeneza lab hapa juu. Tunajenga laboratory ya JSS maybe in a week or two. Tumetenga 6 million ya kutengeneza hiyo JSS hapa Dedelo ndio watu wetu waweze kusomea hapo.
Shule yetu ya Moya pia it is overpopulated. Sasa tunasema tuanzie na gorofa Moya primary. Tumetenga pia 10 million tuanze kuweka mikakati vizuri pale chini gorofa. Tukienda juu gorofa 5 tubomoe zile mzee tukiendelea mbele. Kwa hivyo hiyo mawaidha Leveret mimi nimeshika vizuri. Na najua ya kwamba hata hii Dendelo kabla 2027 ifike tutakuwa tumefanya maneno. Ya pia ni kushukuru waziri, maana tunasemanga dawa ya deni ni kulipa. Na najua ya kwamba hapa kwetu nisipotaja haya kabla ya wanasiasa waanze utasahau. Kwa hivyo nataka kuanzana na wewe mapema. Ndio tumalizane na yeye mapema. Wanasiasa wakisimama tukue tumemaliza yetu ya Kiamba. Ndio hao watu wasishindwe wewe mheshimiwa. Ulikuja na waziri na hata hukumtajia jambo moja. Waziri tumetengeneza police station hapa mahali panaitwa Kihara. Nimetenga 25 million. We are almost completing. Kihala ward mahali panaitwa Gashie. Tunajaribu kumalizia, tuweke police pale, tuweke ofisi ya DCI hapo, tuweke ACC wetu akahange mahali pazuri pale. Kwa hivyo hiyo kazi nitakuja kwa ofisi yako kuhakikisha kwamba tukimaliza utakuja kutufungulia. Lakini hapa kwetu Dendero, maana this is the Dendero ward, kuna barua already I know uko nayo, iko kwa ofisi yako ya Roaka Post. Hii Roaka imekuwa kubwa sana. Tulikuwa tunakuomba ukiweza utu-upgradie ikuwe Roaka Police Station, mahali ambapo tutakuwa na OCS, tukuwe na DCI, kwa sababu wa mambo za madawa hizo unasikia hapa zikiendelea. Na tunashukuru County Commander amekuwa akipigana na hiyo maneno ya madawa za kulevya, na pia nikiwa na shida nampigia, they have been very swift. Kwa hivyo waziri tunakushukuru sana. Tu-upgrade ikuwe police station, ndio at least pia iweze kushughulikia maneno yetu ya security ya hii area yetu ya Dendero, na tuko na ingine hapa inaitwa Reno. Lakini shida kubwa pia kama mimi najaribu niwezavyo, gari yetu ni moja ya Karori Police Station. Hiyo gari ina deal na Karori, ina deal na Shianda, ina deal na Kihara, ina deal na Moshadha. Kukiwa na cases za insecurity, polisi wanakwama hata wakitaka sana kupigana na hii maneno. Na najua unafanya maneno, lakini wacha hawa watu wasikie niliomba. Maana wasiposikia niliomba watafikiria mimi ni mtu bure kabisa. Lakini najua uko na mpango na tushaongea, lakini ni vizuri ni mention hayo. Utupatie gari kadhaa hata 2 kama constituency, maana tuko karibu sana na Nairobi. Na tuko na shida sana ya madawa za kulevya na pombe haramu hapa kwetu, especially hapa kwetu Kiambaa. Tutakushukuru sana waziri. Tukushukuru kwa ile unafanya. Nimeona leo ati mahali kulikuwa kunapiganiwa, mahali polisi wengi walikufa. Kule kunaitwa Baragoi. Ati today it's a tourist attraction site. Si waziri amefanya kazi? Amekomesha watu wa kuiba ng'ombe, amekomesha hawa watu wa haramu, hawa watu ambao wanasubuanga raia. Saa hizi tourist wanaenda kujiangalilia hiyo Baragoi. Inasemekananga Baragoi ni nini? Tunajua unafanya kazi, ushikilie pia rais wetu William Ruto, maana tunajua ako na kibarua kikubwa mkiwa na yeye, na maana mliahidi hawa watu ya kwamba mtawafanyia kazi. Tunakuomba uzidi kumshikilia na kufanya kazi jinsi ambavyo unafanya. Hapo kwingine mbele tunaomba Mungu ya kwamba nchi yetu itaendelea, economy na uchumi itaendelea kuinuka waziri. Ya mwisho niseme ya kwamba hapa kwetu Dendero tumeomba rais, maana waziri yako hapa ni vizuri asikie, na pia maybe hii ni yenu, maana maybe hamjajua. Tuna shida hapa ya Western Bypass waziri. Tulikuwa tutengenezewe interchange, lakini ni kama ilikwama. Nimekuwa nikifuata na Mulcomen, nimemengangana mambo ya service lane, lakini bado ananiambia hatuna pesa. Lakini naomba tu tutazidi kumsukuma tuone kama interchange itakuja. Service lane zetu za Western Bypass tuweke, na pia cross bridge ambazo mahali watoto watakuwa wanaweza kupitia, especially pale Wagunyu atutengenezee. Lakini rais alituma Kenha director, tukakuja hapa Dendero town, tukazunguka Dendero yetu, market yote ni matope, na alipromise ya kwamba itawekwa rami kuanzia pale Catholic ya Moya kuja mpaka Moya Primary School na kuingia Dendero town yote. Tuhakikishe ya kwamba matope haitoki nje, inakuja kwa barabara. Hiyo kazi tunasukuma. Pia hawa vijana ambao wameiba hapa, tumesema ya kwamba ni vijana wadogo, wakitoka form 4 wengine hawawezi kuingia university. Tukaomba rais atutengenezee TVET,
Akaniambia nitafute shamba ikakosekana, lakini tumepata hapa Wangunyu 2.5 acres. Na rais amenipatia 70 million ya kujenga TVET ambao tutaanzia hivi karibuni. Na siyo ni maendeleo. Pia inawezekana hamjajua KMTC yetu ya hapa Karuri imekuwa ikichukua watoto wachache. Sasa tukaomba rais tuweze kuexpandiwa ndio ichukue courses kama nursing, public health, watoto wetu pia wakitoka form 4 waweze kupata mahali. Rais ametupatia 200 million already. Hiyo contract ama advertisement itakuwa kwa gazeti next week Tuesday. Tujengewe KMTC, watoto wetu wote wa Kiambu waweze kufika mahali. Nilikuwa nasema hayo ndio muweze kujua watu wa Ndendero, pengine wale ambao hatujapatana na wao, ya kwamba hii serikali yetu ikiongozwa na William Ruto, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kithure Kindiki wanafanya kazi pale ambapo wataweza. Mambo ya barabara hiyo hata hatutaki kuongelelea, maana najua pia rais alipokuja hapa Gashie alitupromise ile barabara ya Kagongo. Kwa hivyo tunagojea ianze, tuweke rami ishikane na Western Bypass. Sio ni kazi ainyewe horera irohe na ikimwa kirogo ushio tibesha. Asanteni sana, niseme mbarikiwe. Sasa bana, najua Levered ni mtu wa masaa. Ameniambia waziri akizama ni mimi nimemzamisha, na waziri aliniambia nikizama ujue ni wakati wa mwisho kukuja Kiambu. Sasa siwezi taka ikiwe wa